Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakayozungumzia katika siku ya leo, tunazungumzia kuhusu wazalendo ambao waliotoka pale maeneo ya Bukavu, wasisitiza kuomba wazalendo ambao wanaopatikana Uvira kuwaunga mkono ili kuhakikisha kurejesha maeneo yote ambayo imemilikiwa na waasi wa M23. Na pia tutakuzungumzia kuwa habari ambazo zinazotaja kuwa General Ngoma Nzito Kalembe amepoteza maisha kwenye shamba la vita, habari hizo zikiwa kabisa ni za uongo, pia za uvumi ambazo zinazotumikiwa na waasi wa M23. Na tutakuja kabisa kudhibitisha kuhusu uwazi wa kikao ambacho kilichofanyika cha wazalendo katika mji wa Uvira. Utasikiliza mengi sana ambayo iliyochambuliwa na baadhi wa majenero ambao waliotoka sehemu mbalimbali, huku utasikiliza kabisa wazalendo wengi ambao waliodhibitisha kupitia mitambo yetu ya televisheni Mteba TV, ambapo mojawapo kati ya viongozi hao ambao waliotaja mambo mengi muhimu ambao utakwenda kugundua katika habari zetu za siku ya leo. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Bila kuponda muda, tuanze na habari kabisa za uvumi ambazo zinathibitisha kuwa General Ngoma Nzito apoteza maisha kwenye vita ambavyo vinavyoripotiwa pale maeneo ya Kageregere. Habari hizi kabisa ambazo tunaweza kuletea nazo hapa kwa sasa, zikiwa ni habari za kweli, pia ikiwa ni habari za kudhibitisha General Ngoma Nzito hajawahi kupatwa na risasi au kuvamiwa na waasi wa M23, licha kuwa kuwa na mapambano makali ambayo inaendelea kuripotiwa huko kwenye nyanja za juu na nyanja za kati, huku waasi wa M23 wakitaka kabisa kumiliki vijiji kadhaa. Licha hiyo, wazalendo wanaendelea kujikita kabisa na kuendelea kumiliki maeneo mbalimbali kupitia vita ambavyo vinavyoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku mbili baadaye, kuwa na tangazo ambalo limetolewa na waasi wa M23 likithibitisha kuwa General Ngoma Nzito amepoteza maisha kwenye shamba la vita. Habari hizo kabisa zikiwa ni za uongo. Tumezungumza na Luvumbu Kibambala, huyu akiwa ni coordinator wa wazalendo kutoka kundi la General Ngoma Nzito, alithibitisha kuwa habari hizo hazina msingi, yuko mzima wa afya na anaendelea kufanya kazi huko kwenye milima ambayo inayoinukia Uvira, Fizi na maeneo mbalimbali. Tukuje katika mji na tarafa letu la Uvira, kongamano la wazalendo ambalo limethibitisha kuona kabisa na kutaja kuwa wazalendo ni vyema washirikiane ili kuangalia namna gani ya kuweza kuangalia kuondoa adui huyu ambaye anaendelea kutesa wananchi, pia kusumbua nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hutuba mbalimbali zilitolewa huku zikiwa zimekuja kabla ya mapambano ambayo inayoripotiwa kwenye milima ya huko Lemera, na kuomba uweze kufuatilia mwanzo hadi mwisho kupitia televisheni yako Mteba TV. Usikose kujabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Pia iko reponda wa coalition wazalendo Bushi Buhavu, tunaita kwa bebe, niko na coordinatrice Linda Sabina. Na sisi tulipata hii tangazo, lakini pia ombi yetu kubwa ni batu batoshe kakitambala kumacho. Juu mbele tulikuwa tunawazaka kule kwetu sie tundu tunakuwa. Sasa tunafika hapa unakutana kumbe bashamuka bako ba mingi imam. Mimi niko pastor wa kanisa. Abe kule kwetu kakusa ame maana kwa ndio mbaya. Sasa nitasema kama mnaweza kutuunga kama mkono muonake na kule, msiishie hapa, mnaweza kwa mnafanya mzuri. Juzi bado tu mnane bantemka ma aeroport banaharibisha vitu. Sasa pourquoi na si hamwezi kutuona kule wakati fulani le 17 mars permeteni niende pale mzee William ya kutumbali miaka baada
balifika tukabapokea, tulikuwa kama 115 personnes, tukakamata Nyandende, tukazunguka Nyandende na tukaikamata. Kwa ni kusema mtuonake na sie kule atukwe si peke na sie huku ndio nguvu zetu ziko, ndio maana tulikuya tubaambie kama na sie tunatuwaka. Asante. Ndike gouvernement tupate namna ya kubandikia, tusukumane nao. Me hawatatoka kome hawatatoka, hawezi kutoka hata njoo wewe. Kumbe sasa pointi nous les généraux tuseme ile ya mambo yetu tuache, pengine kwanza nchi ya kwetu tuone kama tutatosha ya adui. Asante. Ni Kongo ya kabliwa juu yetu wazabe ile machano kivya kupigana yetu na italoge itakuwa tunaona huko bugani kisibu. Ukisikia kama huko maongezi takuwa kunaanza mamenasi juba kunegosia ifo tukisimame huko vitani sisi wa general tupigane. Tulianzaka Kimai usumo ya kati ya Kibungu pana siamu, leo tushakuwa na wewe sio zamini. Tunaogopa nini? Atakuwa kama tofu pika yeye atakuwa na pale tushakuwa na pika yeye. Tunaogopa nini? Tusimame tu, twende tufunge ile njia yenye natoka Ruramba. Bakikuya tunawebana na upapu. Tuko na risasi, tuko na silaha. Huko wenyewe huko unasikia tunaenda kukafu, utarudia. Yafaa sasa na utapia tunawapiga wananchi. Lakini hivi tuko si yaiwa nini? Tuache kwanza hivi kupigania macheo. Hizo macheo ndio zinatuadhimisha. Tuachane kwanza na mimi. Tuko na maslaha za kutosha. Mko sio yangu, mko silaha za mimi. Bado ya kutunga. Bado ya ngoma sita. Usikao tu ndio silaha yote tutie mlipo. Ule komandari yote katala. Tunamtoa kibarua sisi tuko general. Hata toka tunaendelesha vita. Hivi tuko mungiza tu. Akale tunamchanga. Tusimame tupigane. Kongo yagabuliwa juu yetu wazalendo. Kwa nini sasa tuko mmajaloke na kanisa? Nani mwenye na mjaloke tufungana vipi? Mtoto yako na nyamba unaenda toka ya mshirani. Tuko mmesi. Tena kisema yao. Tusimame tu tupigane. Na nawashukuru sana sababu inatusaidia kutupa mwangaza. Nakumbuka wakati ministre wa Interieur alikuwa hapa Uvira, alionyesha combien de fois kama dialogue iko nafanyika Doha, sisi hatuko representer, c'est puisque si hatuko babelgérant au hatuko barebel, hatuko representer na government yetu. Na hapo tulirizika. Baadaye alisema kutakuwa dialogue inclusive, c'est comme si alikuwa. Na wakati tuliuliza je, tutakuwa wahusika mle ndani, jibu lake lilikuwa kusema kwamba mnaweza kuwa au mkuwe represente na waeli wenu. Wewe walikuwa mle ndani walisikia hayo maneno. Sasa wakati tunafika kwa sasa tunaingia tunataka karibia ile dialogue. Tunajikuta M23 wakati inapenda ionekane mo dialogue, inapigana pour que bakwe mo dialogue. Nitaka kwenda pour wako walisema eske tutaenda mo dialogue pour ta gouvernement yetu iko. Tunaacha kupigana, hatutaacha kupigana sababu panapokuwa jeshi panakuwa na siasa vile vile. Panapokuwa jeshi la kizalendo vile vile pana siasa ya kizalendo. Wakati tutapigana hapa kufro, siasa itaendelea kufanyika ya kizalendo, na ndio sababu tuko hapa. Hapa resama kulikuwa forum, najua kwa mtu aligusia hapa, tulijikuta kama sisi tulishitakiwa makosa maelfu. Na tukajikuta kwamba tunaonekana wabaya Kinshasa, na ndio sababu leo kama tunapigwa marufuku mdialogi, sababu sisi wenyewe tuliona makosa yetu, lakini hapakuwa cadre de suivi ya ile forum ilifanyika. Tuangalie eske tuwakize na vyetu ile formule comme ma recommandation ilifuatiliwa, hatukufuatilia ile. Sasa kama nimeshukuru leo hii kongre c'est puisque ilileta ilitufungulia mlango wa kuongea kwanza, kusema eske dialogue tutaparticiper. Niko kwanza d'accord na hii point. Hatuwezi kuwa na dialogue kwa
kwa wakati tungali na maadministration parallele. Quand je parle des administrations parallèles, pour dire adui angali na uongozi tofauti na ule uongozi wa serikali yetu. Administration parallèle, c'est vrai hapawezi kuwa dialogue. Hatusione tu AFC M23 inaweza kuwa ilitoka, lakini wakatuachia administration parallèle ya kificho. Comme leo tunakuwa na territoire de haut plateau de Minembwe na waza kushaiona. Je, kama ile dialogue itakuwa maadministration parallèle zitoki, waasi watoki, ya kwanza ile. Na kama dialogue itakuwa oui, sisi wazalendo tuko tayari kuparticiper kwa dialogue. Pourquoi? Dialogue kama hatuonekani, ina maana uko na jita generale hapa, ina maana unapotea. Uko na jita cadre politique hapa, ina maana wewe cadre politique wako mimi na wewe unaishia hapa Uvira. Lakini kama tunaparticiper na CM dialogue, tunafanya ile force pour dire cahier de charge yetu na sita enda pale. Kama M23 nisema mkamate watoto yetu baingie mu government na magrade zao, na sisi tunawaambia na shie wetu wa general wetu bataingia na magrade zao, na si hatutatoka huko kabla hapa na hapa hayatoka. Ni mwele dialogue na tutakuwa formulation ya cahier de charge yetu. Kama tutakuwa wakati politique, tuko tunasukuma kwanza mawazo mbali kidogo pour dire niko d'accord na dialogue hapa, lakini ningeongezea sababu hawakutulomba kumwanzo tuajute ma point à l'ordre du jour, na waza ile kufanyika, sino mkutano ungeuliza poke na kitu tuseme kwa ile mwongeze nyingine. Mimi ningetaka sasa niongeze moja kwa hizi tatu. Kwa wakati tutakuwa tunakatana dialogue bila retrait ya M23, nao wanasema tu dialogue itakuwa, na M23 inasema ndiyo tutapigana, sasa tupiga sasa, tuanza tupiga. Sisi tunatayarisha nini nyuma ya hii? Kumbe kwangu, na inakuwa recommendation yangu nyingine kwa hii, mtusaidie bakadre politique na bageneraux, tufike tufanye plaidoyer pour que tupate munitions za kutosha. Na mtastosha wapi? Kwa allié fidèle wetu le gouvernement congolais. Merci. Je vous remercie. Haiko mzuri tuende kudialoge na tuko muvita. A condition tusiseme hatutaingia mdialoge na tubakie hivi kama kisi tuko. Tutasema lakini tupate sasa kubariki, hatutaenda. Kwa sababu watui mwenye nakuya hapa kama hamuoni sisteme yake, abane shere de mtumba yote. Akishaibana sisi wote ni Tanganyika. Kumbe cha maana, cha mzuri kama kisi afande kama alisema hapa. Tunyauke, tuende tusaidie wenzetu wako kwenye. Tuache kudanganya watu wetu, tuko na fursa hapa karibuni hapa. Hapa kuna hapa. Tuende kubariki kuna makageregere mpaka tuhakikishe tuko tunaangaliana na adui. Asante na shukrani. Kwa majina naitwa John Mayabishi Kabigira, ni president wa mouvement ya FARDC ambayo inaongozwa kijeshi na General Claude Chance Bonazito, ex-president de la Russie. Acha nishukuru kwanza kwa organizateur wa hii mkutano kwa sababu ni jambo la muhimu sana. Wakati watu wanakutanana hivi, kitu cha muhimu na ni kitu ambacho kilikuwa kinatukosea zaidi, sababu kila mtu anaikala na coordination yake kwenye iko, hana muda wa kufikiri nini naendelea au quality ya nchi. Lakini wakati tunatosha zile chuki, watu wanakutanana tukomprendre kama tuko mission moja, inatuleta kuelewa actuality ya nchi, kujua nchi inaenda wapi na tuko napigania nini. Kwa hiyo moja, na washukuru sana. Niende tu droit ku teme ya leo ambayo inasema hakuna dialogue bila wazalendo. Ingine nasema avant que dialogue ikue, il faut ba M23 bakwe bashakiritire. Na kikao inauliza au teme inauliza position yetu ni gani? Kwa niaba ya FARDC, position yetu
ni kusema ya kwamba ile retrait ya M23 iwe kwanza avant dialogue. Donc tuko d'accord. Mais aussi ni kuyua est-ce que réellement ils vont quitter le lieu, parce que na nguvu yake iko na ibali pour que akuwe invité toujours mon dialogue, iko na pambana kwanza na pigana vita pour que aogopeshe gouvernement. Sasa ici coordinateur na Luma anamaliza kusema Moisa, tuko naongea deja mapambano yako Marurambo kule Muuzi. Alors il a une nguvu plus gouvernement iko na préparer plus ya na attaquer pour que wamogope anakuja na nguvu mpya. Alors ni kusema na sisi pendant que tuko tuna imposer ces conditions ebo abanyamazi na sisi tunapaswa répliquer. Donc ni kuambia viongozi tutoshe watoto kubarabara, effectif za mingi kubarabara, bapunguze effectif yote ipande, iraforce watu wenye wako kwenye shamba la vita. Accord de Doha ilikuwa kule, accord de Washington hawakutushirikisha wakati deja gouvernement tutakuwa wazalendo. Mais wakati ya kupigana wanatutia mbele, wakati ya kutafuta kugawa gato wanatutia pembeni. Pourquoi? Ndio maana suggestion yangu nilikuwa nasema fike tuko tunasuivre faiblesse ya FRDC na FRDC deja iko natafuta kufanya kasorte kutukanyaga iko pandake iko faible. Kama iko kumungini kubalabala anakuambia lingala mrefu ite montre qu'il sait l'armée, mais au lieu de front wa kwanza kugacha na tupasia na naona kama mzalendo iko na balé, mais kama iko balabala naona mzalendo sio kitu. Alors na wazi kama iko na tuprofiter c'est parce que gouvernement ilituita tukawa wazalendo, na leo tuko natembelea msheria ya komanda wa FARDC. Kama nasema neno stop na tunastope, unakuta yeye alitoka kama ni Equateur, kama ni wapi na tashitele anatoka Equateur, kwao hana problem. Mais na kwetu sisi tuko na problem, tuko na ile machungu. Mais yeye kutuambia stop anaona ni normal, maana yake sisi tunasikia tunauzika zaidi. Kumbe kwa kushinde ni kusema ya kwamba kama hawatushirikishi mwa dialogue, je vous en prie chers viongozi, tunatoka muzalendo turudie tena kimaimai pour que tusiwe nafuata tena conditions za FARDC. Asante. Merci beaucoup.